Yesu alikuja kutupa jina la mbinguni. Yawezekana majina yetu yamepotezwa. Huyo mwanamke alikuwa anaitwa mzinifu, lakini alipomfikisha kwa Yesu, Yesu aliposimama pale, wakaanza kusema, huyo mwanamke tumemkamata katika uzinifu, na wewe tumemleta kwako, sasa tunataka umhukumu. Maana serikali yetu inasema ya kwamba wanawake namna hii waliokamatwa katika uzinifu inatakiwa wapigwe kwa mawe, tena tujichukulie sheria mkononi. Lakini sisi tumeona kwa sababu wewe umetumwa na Mungu, sasa tunaomba useme neno jioni ya leo. Hata mimi sasa nipo mahali hapa. Yesu yupo kwa ajili ya kusema neno kwa ajili ya maisha yako leo. Yesu yupo kwa ajili ya kubadilisha maisha yako. Yesu yupo kwa ajili ya kukupa jina jipya. Yesu yupo kwa ajili ya kutengeneza maisha yako mama. Yesu yupo kwa ajili ya kutengeneza maisha yako kijana. Watu wamekudharau. Watu wanakuita ni mlevi. Maana kule kwetu Mwanza kuna kijana mmoja rafiki yangu, ilifikia hatua akawa anakunywa pombe kupita kiasi, akauza mpaka kila vitu alivyokuwa navyo akamaliza, akaambia na vitu vya ndani. Watu wakiwa wamesafiri anachukua vitu vya ndani. Maana yake kwenye mtaa walikuwa wanamuita ni mlevi, ni mtu asiyeeleweka. Lakini siku moja aliposikia injili kama hii, akampokea Yesu akawa Bwana Mwokozi wa maisha yake, akampa jina jipya. Hata wewe upo mahali hapa, watu wamekupa mambo ya kiroho. Sema kubadilishia, wanakuita wanavyotaka, wanatamka juu yako wanavyotaka, wanasema juu ya familia yako wanavyotaka, wanasema wewe ni kahaba tu, wanasema wewe ni changudoa tu, wanasema wewe ni mlevi umepoteza familia, wanasema wewe ni mchawi unaroga. Watu wamekupa majina ya kichawi. Wanasema ya kwamba nitatoa uchawi mkononi mwako. Yesu atakupa jina la mbinguni. Mtaa wako anajua na jina jingine. Mtaa wako anasema una jina la ukaba. Mtaa wako anasema una jina la uchawi. Mtaa wako anasema una jina la uchangudoa. Mtaa wako anasema anakuita mwizi. Sasa leo nimekuletea jina lipitalo majina yote. Yoyote aliyepokea jina hili alipewa jina la mbinguni.